Hii ni Story Venue, kijiji cha Gereza la Bibi, kijiji kilichokosa nuru wakati wa mchana na kuona ukimya wa kutisha wakati wa usiku. Usiku wa kijiji hichi zilisikika kelele za uvumi wa upepo wa kichawi tu. Katu hakusikika mlevi wala mwanakijiji yoyote akipiga kelele. Kijiji hakikuwa na baa wala duka lolote lililofunguliwa nyakati za usiku. Mama alikuwa mnene wa umbo, akiwa na umaarufu mkubwa wa kutengeneza supu tamu na ya moto kwa nyakati zote. Mgawa wake ulipokea watu wengi katika kijiji cha Gereza la Bibi. Watu wakubwa na wadogo walipenda supu ya Mama Pili. Haikuwa supu tu, bali ilikuwa ni supu yenye nyama nono na tamu kuliko ya mgawa mwingine wowote uliopatikana katika kijiji hicho ama kijiji cha jirani. Watu wa vijiji vya jirani walikuja kijijini hapo wakitafuta mgawa wa Mama Pili, kwani walisikia watu wakisifia utamu wa supu hiyo. Lakini jambo la kushangaza, watu walivutiwa na utamu wa supu hiyo hata wasirudi vijijini kwao. Hivyo walianzisha familia mpya katika kijiji hicho cha Gereza la Bibi. Lakini kila jua linapochomoza husikika taarifa za msiba kutoka katika kijiji hicho cha Gereza la Bibi. Familia mojawapo hutoa taarifa za msiba, lakini msiba huo haukuwa na maiti kabisa. Kijiji cha Gereza la Bibi nyakati za usiku hutisha zaidi, kwani watu hukosa amani kabisa. Kila aliyejaribu kufuatilia sababu za watu kupotea, naye pia alijikuta kwenye kiza kizito cha kifo. Wengine waliofia kuendelea alipoishia mwenzao walibaki kusifia supu ya Mama Pili, Mama Bonge, ambaye alipika supu tamu ya nyama isiyojulikana kabisa, na hakuna aliyejiuliza ni nyama gani tamu hivyo. Katika kijiji hicho hicho kulikuwa na bucha kubwa la nyama, bucha lililokuwa maarufu zaidi. Bucha hilo lilikuwa na utisho mkubwa, kwani halikuwa na dirisha kubwa la kuuzia nyama. Lilikuwa na tundu dogo tu ambalo mzee mmoja aliyeitwa Kashinje alilitumia kuuza nyama hizo. Bucha hilo la mzee Kashinje lilikuwa ni maarufu sana ndani na nje ya kijiji hicho. Watu walisifia nyama tamu aliyouza mzee huyo bila ya kujua ni nyama gani. Mzee huyo pia alikuwa na nyumba kubwa yenye vyumba vingi vya kupangisha, lakini hakukuwa na mpangaji, na mara nyingine alipatikana mpangaji mmoja na kisha alihama, kwani aligundua siri kubwa ya kutisha ya mzee huyo. Wengine walifanikiwa kutoroka na wengine walipotea tu, hawakujulikana walikwenda wapi. Siku moja asubuhi na mapema, kijiji cha Gereza la Bibi kilichozungukwa na milima funge kilimpata mgeni mpya. Huyu alikuwa ni kijana aliyeitwa Ali. Huyu alitokea kijiji cha jirani kilichoitwa Mtakuja, kijiji ambacho kilikuwa na uhuru wa kupitiliza, kijiji chenye uhuru kuliko Gereza la Bibi, kwani huko watu walikuwa ni walevi chakalichaka, si usiku si mchana, watu walilewa huko. Kijiji ambacho watu walikuwa huru nyakati za usiku, tofauti na kijiji cha Gereza la Bibi ambacho ukiingia huruhusiwi kutoka. Kuingia katika kijiji cha Gereza la Bibi ilikuwa ni rahisi sana, lakini kutoka ilikuwa ni hadithi nyingine, kwani kijiji cha Gereza la Bibi hakikuwa na mpaka unaoeleweka. Ilionekana tu milima ikifunga kijiji hicho pande za kaskazini, kusini, mashariki na hata magharibi. Hivyo kila aliyefanikiwa kuingia ilikuwa ni ngumu kutoka akiwa mzima. Wengi waliofika milima ya kaskazini
kusini, mashariki na magharibi mwa kijiji hicho waliambulia tu kukuta mifupa, na wengine wakiwa mifupa hiyo. Kijana Ali alisikia watu wakisimulia simulizi nzuri zinazomvutia kuhusu supu ya Mama Pili. Licha ya ulevi wake, alikuja kijijini hapo ili tu kuanzisha utawala wa tatu, utawala mkubwa wa kibanda cha chipsi, na tena sio chipsi tu, chipsi tamu. Alisikia kuhusu supu tamu ya Mama Pili, na pia akasikia kuhusu bucha la nyama tamu la Mzee Kashinje. Hivyo alikuja kupata jina, umaarufu pamoja na fedha nyingi. Basi Ali alipanga chumba kwenye nyumba ya Mzee Kashinje, asijue chochote kuhusu mzee huyu. Alishangaa sana kuona nyumba kubwa kama ile, lakini haikuwa kabisa na wapangaji. Vyumba vyake vilikuwa ni vingi na vyenye kiza ndani yake. Wanakijiji walimshauri kuwa ahame kwa sababu nyumba ile haikuishiwa na vituko nyakati za usiku. Ali alisikia sauti za paka zikilia usiku mzima, na alipotoka nje katu hakuona paka yoyote. Basi Ali taratibu akaanza kujizolea umaarufu wa utamu wa chipsi alizozipika kwa mikono yake kitaalamu. Kutokana na umaarufu wa Ali, taratibu alipata marafiki wengi wa kike. Mmojawapo alikuwa ni Pili, mtoto wa yule mama muuza supu maarufu wa kijiji hicho cha Gereza la Bibi. Basi taratibu Ali akaanza kuzama kwenye penzi zito. Alianza kumpenda Pili. Pili alimpenda Ali pia, kwani kila alipomaliza kumsaidia mama yake kutengeneza supu, aliiba supu kidogo na kipande kikubwa cha nyama na kumpelekea Ali. Basi tabia hii iliendelea kukua na hatimaye wakawa wapenzi rasmi. Ali alikuwa mtu mlevi sana. Sasa yapita miaka 5 hajaweza kunywa pombe, akihofia kulewa na kupiga kelele nyakati za usiku na kufanywa kitoweo kwenye mgahawa wa Mama Pili. Yeye alihisi hivyo. Licha ya kuwa alikunywa supu ya Mama Pili na aliipenda pia. Basi siku moja Ali alimchukua Pili na kwenda naye kijiji cha jirani. Huko walikunywa pombe na kulala pamoja kwa siku kadha wa kadha. Siku walipotaka kurudi katika kijiji walichotoka, kijiji cha Gereza la Bibi, walipitia klabu na kupata pombe kidogo. Walichelewa na kuanza safari yao ya kurudi nyumbani. Hivyo walipokuwa mpakani kuingia katika kijiji cha Gereza la Bibi, Ali alikuwa akipiga kelele sababu ya pombe nyingi aliyokunywa kijiji alichotoka. Hivyo Pili alikuwa makini kuziba mdomo wa Ali usije ukacheua kifo cha watu hao wawili, wasije wakapata tatizo katika usiku ule wenye fumbo kubwa. Basi Ali alipozidisha yowe sababu ya ulevi aliyokuwa nao, ulisikika upepo ukivuma kwa nguvu kuelekea upande walipokuwa Ali pamoja na Pili. Ghafla Ali alistuka na kuacha kupiga kelele, na wote walisisimkwa na mwili, na vinyoleo vya mwili wao vilisimama kuashiria hali ya hatari kwenye mazingira yale. Ghafla kwa kasi kubwa alitokea kiumbe mkubwa aliyetisha zaidi. Kiumbe huyo alihitaji kuwadhuru, lakini alipomtazama Pili usoni, alighairi na kuondoka akipiga kelele za kutisha. Basi Ali na Pili walikimbia bila kusimama hadi kufika kijijini, kijiji cha Gereza la Bibi. Asubuhi Pili alimuuliza mama yake kile alichokiona usiku, akisingizia alitoka kumtembelea shangazi yake, alikuwa akiishi katika kijiji cha jirani.
Mama alimtazama tu, kwani alijua kila kilichoendelea. Hivyo leo mama Pili akamwagiza Pili kuchukua nyama wa mzee Kashinje. Kwa kuwa mama Pili alichukua nyama kupitia mlango wa nyuma, basi Pili alipita mlango wa nyuma ili aweze kupata nyama nyingi na kwa urahisi zaidi. Kutokana na ukubwa wa foleni ilikuwa mbele ya kibanda cha mzee Kashinje, Pili alilazimika kuja nyuma ili kuweza kupata nyama kwa urahisi zaidi. Kwa bahati mbaya, mzee Kashinje akamwaga meno kutoka katika vipande vya nyama alivyokuwa akivikata. Pili alipoona hivyo aliingiwa na woga. "Ni nani wewe?" Ilisikika sauti nzito ya mzee Kashinje kutoka katika lile bucha. "Ni mimi Pili, mama amelegeza nyama." Basi Pili alichukua nyama na kuondoka nayo ikiwa ndani ya boksi kubwa, lakini meno yale yanafanana kabisa na meno ya binadamu, aliwaza Pili. Siku moja usiku, Ali akiwa amelala, alisikia sauti ya kutisha tofauti na sauti ya siku zingine. Aliogopa sana, ila akajipa ujasiri kutoka nje kutazama ni nini hiko kilichokuwa kikipiga kelele usiku ule, usiku uliotisha zaidi, tena usiku wa manane. Ali alipotoka nje aliona jitu kubwa refu na pana na lenye nguvu likimkabidhi nyama mzee Kashinje. Kisha mzee yule akafungua chupa ilikuwa mithili ya kibuyu cha mganga. Kisha jitu lile likawa dogo na kuzama ndani ya chupa ile ya mzee Kashinje. Ali alistuka na kupiga kelele kubwa za woga huku akikimbilia msituni. Ilikuwa ni mida ya saa 11 kasoro, mida ambayo ilikuwa ni mida sahihi jitu lile kukaa ndani ya chupa ya mzee Kashinje, kwani kulikaribia kupambazuka. Hivyo mzee Kashinje akamwacha tu, huku akiapa kuwa usiku ujao atamkamata na atapata nyama ya kuuza buchani kwake. Pili naye usiku ule ule alimuona mama yake akibabuka maganda, akibadilika kutoka kuwa kiumbe wa kutisha zaidi. Ali na Pili wakakutana wote wakiwa wamechoka, kwani wamekimbia kwa muda mrefu bila ya kutoka nje ya kijiji. Hakuna njia kabisa. Ali na Pili wakahadithiana kile walichokutana nacho katika usiku ule wa kutisha, na wakaazimia kwenda kwa mzee mmoja, mzee wa mila ambaye alikuwa mganga wa kijiji hicho. Mzee aliyezeeka huku mvi zake zikizoea mambo mengi ya kutisha kutoka katika kijiji hicho cha Gereza la Bibi. Walifika kwa mzee yule na mzee huyo akawapa kinga ya kuwa itawasaidia kuonyesha njia ya kutoka nje ya kijiji kile cha hatari, Gereza la Bibi. Basi walianza safari ya kutoka nje ya kijiji na walitembea siku nzima, na kiza kilipotanda wakahofia maana halisi ya jina la kijiji Gereza la Bibi, sababu wasingeweza kusimama. Iliwabidi tu waendelee na safari ili wasikamatwe na viumbe vile vya usiku. Pili alijua kuwa mama yake atakuwa akimtafuta usiku ule, na Ali pia alikuwa na woga mwingi ulionekana kwenye sura yake, kwani alijua kuwa lile jitu la mzee Kashinje litakuwa likimtafuta nyakati hizi za usiku na hataweza kabisa kupambana nalo. Leo Ali alijuta sana kuijua siri ile nzito ya mzee Kashinje. Kwa hofu kubwa, wote walianza kukimbia pasipo chochote kilichokimbiza, lakini kadri walipozidi kukimbia, nyuma yao walihisi kitu kikiwakimbiza, hivyo walizidisha mbio. Muda kidogo
walifanikiwa kuona mpaka ulikuwa ni mto wenye maji meusi, tena mto wa kutisha uliotofautisha kijiji cha Gereza la Bibi na kijiji kingine kilichokuwa jirani kabisa. Walipogeuka nyuma, waliona majitu matatu, majitu ya kutisha, hivyo waliogopa na kudondoka chini. Majitu yale yalimnyanyua Ali juu na kusema, tupe Pili ama tutakuua na utakuwa kitoweo kwenye mgahawa wa Mama Pili. Basi Ali kwa woga akamwambia Pili, kimbia. Pili naye kwa woga akasema, siwezi. Huku akinyanyuka kutoka chini, Ali alining'inia mikononi mwa majitu yale, huku Pili akivuka mto uliotenganisha kijiji cha Gereza la Bibi na kijiji kingine kilichoitwa Chungu ya zamani. Pili alijitahidi kuvuka mto ule mkubwa wenye maji meusi, hatimaye akavuka na kufika upande wa pili, huku akimtazama Ali aliyekuwa akining'inia kwenye mikono ya majitu yale matatu. Pili alionekana kuwa na uoga mkubwa zaidi, na huu unakuwa mwisho wa sehemu ya kwanza ya hadithi ya Gereza la Bibi. Mimi naitwa Chris mwana wa W. Subscribe, like na kucomment. Tukutane sehemu ya pili ama kwenye hadithi nyingine kutokea Story Venue. Usisahau kushare. We love you.